Watu wengi hufanya kazi kwa bidii sana, lakini mwisho wa mwezi wanajiuliza swali lile lile: pesa imeenda wapi? Tatizo sio mshahara ndogo pekee. Tatizo kubwa zaidi ni kutokuwa na ufahamu wa pesa zako. Pesa haipotei ghafla, hutoka kimya kimya kupitia maamuzi madogo unayofanya kila siku bila kuyatilia maanani. Kabla hujalaumu uchumi, kabla huwalaumu watu, anza kwa kuelewa kanuni hizi 7 zitakufanya uione pesa yako kwa macho mapya. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe kwenye channel yetu ya GR Hamasa Wisdom ili usikose elimu ya maisha kila siku. 1. Pesa hufuata maamuzi, si matamanio. Watu wengi huishi kwa kusema nataka kufanikiwa, nataka kuwekeza, nataka maisha bora, lakini pesa yao haifuati maneno yao, inafuata maamuzi yao ya kila siku. Unaweza kusema unataka kujenga kesho, lakini pesa yako inaenda kwenye starehe za leo. Unaweza kusema unataka maendeleo, lakini pesa yako inaenda kwenye vitu visivyoongeza thamani yako. Chukua muda uangalie matumizi yako ya mwezi mmoja tu. Usijidanganye, angalia kwa uaminifu. Mahali pesa yako inapokwenda, ndipo vipaumbele vyako vya kweli vilipo. Kama pesa yako inaenda zaidi kwenye anasa, basi ndoto zako zipo kwenye hatari. Maamuzi madogo ya leo ndiyo yanaunda maisha makubwa ya kesho. 2. Kila pesa isiyoandikwa huwa inakutoroka. Pesa ina tabia ya ajabu sana ikisipofuatiliwa, hukimbia. Ndio maana watu wengi husema sikutumia pesa nyingi, lakini hawana hata shilingi ya kubaki. Pesa ndogo ndogo ndizo zinazoangamiza watu wengi. Nauli za ziada, vocha zisizo na mpango, chips, soda, kahawa, matumizi ya ghafla. Tatizo si 10,000. Tatizo ni 10,000 kila siku bila kujua zimeenda wapi. Unapoandika matumizi yako, unaanza kuona ukweli, na ukweli unauma, lakini ndio unaookoa maisha ya kifedha. 3. Pesa nyingi hupotea kwenye maisha ya kuonekana. Watu wengi hawatumii pesa kwa ajili ya mahitaji. Wanatumia pesa kwa ajili ya kuonekana. Kuonekana wana mafanikio, kuonekana wana furaha, kuonekana wako juu, mavazi ya kukopa, simu ya gharama bila mpango, matembezio ya kuposti mtandaoni. Lakini kumbuka hili, hakuna anayeposti presha ya mawazo usiku, hakuna anayeposti madeni, lakini deni halisahau. Maisha ya kuonekana ni shimo lisilo na mwisho. Kadri unavyojaribu kuonekana, ndivyo unavyozidi kupotea kifedha. 4. Pesa huvuja pale unapokosa mipaka. Kama huna mipaka ya kifedha, pesa yako itakuwa mali ya